Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, na kukaribisha tena katika kipindi muhimu, kipindi cha mkate wa leo, kipindi ambacho kimekuwa kikiwabariki wengi. Nawe najua utabarikiwa sana na unaendelea kubarikiwa. Tunamtazama Yesu jinsi anavyoiona dhambi. Injili ya Yohana sura ya 10, taanza kusoma mstari wa 22. Basi huko Yerusalemu ilikuwa sikukuu ya kutabaruku, ni wakati wa baridi, naye Yesu alikuwa akitembea hekaluni katika ukumbi wa Sulemani. Basi Wayahudi walimzunguka wakamwambia, hata lini utatuhangaisha nafsi zetu? Kama wewe ndiye Kristo, utuambie waziwazi. Yesu akawajibu, naliwaambia, lakini ninyi hamsadiki. Kazi hizi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu ndizo zinazonishuhudia, lakini ninyi hamsadiki kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, tunamtazama Yesu namna anavyoiona dhambi. Hapa katika sura hii inazungumzia kondoo. Inazungumzia kondoo na mchungaji. Yesu anasema mimi ndimi mchungaji mwema, lakini anasema mimi ninao kondoo katika zizi langu. Lakini pia anasema na wengine wako nje ambao nao imenipasa kuwakusanya katika zizi, wawe katika zizi moja na mchungaji mmoja. Anasema mimi ndimi mchungaji mwema. Sasa hapa katika habari hii anajibu maswali. Ilikuwa sikukuu ya kutabaruku, maana yake sikukuu ya Wayahudi kuhusu kuweka wakfu hekalu lao, na ilikuwa ni kumbukumbu ya kuwekwa kwa wakfu kwa hekalu lao lile takatifu na kubwa. Sasa akiwa kwenye sikukuu ile, alikuwa anatembea mle ndani ya hekalu. Akiwa anatembea, Wayahudi wakamzunguka wakamuuliza, je, utatuhangaisha hata lini nafsi zetu? Hebu tuambie ukweli wako, wewe ndiye Kristo au nani? Akasema, mimi kila siku nawaambia, lakini hamsadiki. Hizi kazi ninazozifanya mbona ndizo zinazonishuhudia kwamba mimi ndiye, lakini ninyi hamsadiki. Hamsadiki kwa sababu, anasema, lakini ninyi hamsadiki kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. Hamsadiki kwa sababu ninyi sio miongoni mwa kondoo wangu, ndio maana hamsadiki. Hamkubali kwa sababu ninyi hammo miongoni mwa kondoo wangu. Lakini anasema kondoo wangu wanaisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wananifuata mimi. Lakini ninyi hawezi kunisikia wala kunifuata kwa sababu ninyi hammo miongoni mwa kondoo wangu. Ndio maana mnaniuliza swali hili, mpaka hapa hamjanitambua mimi ni nani. Anasema kondoo wangu mimi nawapa uzima wa milele, wala hawapotei wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mikono yangu, wala katika mikono ya Baba yangu hayupo atakayewaondoa huko. Kwa nini? Kwa sababu nimeshawapa uzima wa milele. Hapa mpendwa mtazamaji, dhambi inaonekana hapa. Yesu anasema ninyi hamsadiki kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. Mpendwa mtazamaji wangu, usipokuwa mmoja wapo wa kondoo wa Yesu Kristo, wewe ni mwenye dhambi. Lakini kondoo wake Yesu Kristo anasema hao anawapa uzima wa milele. Maana yake usipokuwa kondoo wa Yesu Kristo, uzima wa milele huna. Hiyo ni dhambi kwako. Jiunganishe sasa uwe kondoo wa Yesu Kristo, la sivyo uzima wa milele utakuwa huna. Lakini wote ambao wameshajiunganisha katika Kristo Yesu kwa njia ya ubatizo, hao amewafanya kuwa kondoo wake, na hao kondoo wanamjua, naye amewapa uzima wa milele. Hawatatoka kwake tena, hakuna yeyote atakayewaondoa kwake. Hata ije gharika,
hata yaje mafuriko, hata ije hali ya dhiki ya kiasi gani, hata iwepo tabu ngumu kiasi gani, hakuna mtu atakayewaondoa katika mikono ya Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wangu, uwe miongoni mwa kondoo, la sivyo utakuwa umepoteza nafasi ya mbinguni. Lakini ukiwa mmoja wapo, shangilia ndani yako, maana ufalme wa Mungu ni wako. Dhambi ni kutokuwa kondoo wa Yesu Kristo. Hiyo ni dhambi kwako. Kama hujafanyika kuwa kondoo wa Yesu Kristo, nafasi bado ipo kwa wewe, lakini ukichelewa ukakuta mlango umefungwa, ndio imekula kwako. Mungu akusaidie, nafasi bado ipo, itumie kwa ajili ya kujipatia nafasi ya kuingia katika uzima wa milele. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie. Samahani kwa hizo kelele, lakini tuko pamoja. Kubariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na hata milele. Amen.